Na hata sasa hivi katika mifumo sasa hivi zipo tamthilia ambazo zimejaa chuki. Zipo tamthilia zinarushwa tu na inaonekana ni kitu cha kawaida tu, kwa sababu pengine zinawafurahisha watu fulani, pengine zinafurahisha kundi fulani, lakini zinakiuka taratibu na misingi ya taifa letu ya umoja na mshikamano, lakini pia zinakiuka taratibu za kupendana kama wananchi, lakini zinaangaliwa. Kwa hiyo wanataka kutulazimisha kusujudu taratibu ambazo ni kinyume na taratibu za taifa letu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini. Tamthilia yoyote ambayo inaonyesha kwamba kumuua mwenzako wa taifa lako alafu ukasema Mungu ni mkubwa, huo ni upagani ambao ni upagani wa hali ya juu sana. Ni upagani wa hali ya juu sana, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kumuua mtu na akasema Mungu ni mkubwa. Na je, ni Mungu yupi huyu ambaye unaweza ukamuua mwenzako alafu ukasema Mungu ni mkubwa? Na watoto wadogo wanapotizama tamthilia kama hizo wanajifunza vitu gani? Watu hawa pia ni watesi wa kazi za Kristo, kwa sababu wanataka kuonyesha kwamba Kristo hana nguvu, Kristo hawezi kuwaokoa watu katika matatizo, Kristo hana mamlaka, Kristo hawezi kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni watesi wa kazi za Kristo, lakini hawa ni watesi kwa sababu wanakiuka misingi ya amani, wanakiuka misingi ya umoja na mshikamano, wanakiuka misingi ya haki, wanakiuka misingi ya haki ya kuabudu, wanakiuka misingi na taratibu za sheria za huduma za vyombo vya habari. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wanaangaliwa tu. Sasa sijajua ni namna gani. Sasa injili kama hizi ukizihubiri unaambia kwamba kwa nini usihubiri habari za Bwana wetu Yesu Kristo? Yesu Kristo amekuja kuhubiri amani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo amekuja kuhubiri umoja, na ndio maana akasema kwamba kanisa ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe, ambaye anatukusanya kwa pamoja ni Bwana wetu Yesu Kristo. Lengo lake ni nini? Ni kuijenga jamii tofauti zenye mila na desturi tofauti ziwe pamoja. Maana yake anasema injili haikuja kwa Wayunani peke yao wala haikuja kwa Wayahudi peke yao, lakini sisi tumeunganishwa na Wayahudi tukawa mzao wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwa kitu hiki kimoja. Sasa ukishaona watu wanaweka vitu ambavyo vinakiuka taratibu, hao ni watesi wa kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo.